Mtazamaji wa TBC, hiki ndio chumba ambacho mama na watoto wake wawili walikuwa wakiishi. Hadi mama akipata changamoto hizo, watoto walikuwa ndani wakishuhudia kinachoendelea. Ni mtoto mwenye umri wa miaka 10. Mtoto ambaye kwa macho yake yeye na mdogo wake anadai kuwa alishuhudia tukio la mama yao akilia kwa sauti ya uchungu, lakini kwa umri wao walishindwa kumsaidia kwa haraka. Akaanza kutapika, akadondosha vyombo vyote ndani, kukaloana damu tupu. Mtoto huyu anaendelea kusema kuwa mama alianza kutokwa na damu nyingi zilizotapakaa sakafuni pamoja na kutapika, na kisha aliomba kupatiwa maji ya kunywa, lakini sauti yake hiyo haikuweza kumnusuru kwa maumivu makali aliyokuwa akiyapitia. Nilipompigia simu bibi asema hivi, mimi sina nauli ya kuja huko, sasa hivi siji. Akasema nilikuwa namkataza mwanangu hivyo hivyo, achane na hayo mambo. Alikuwa mbishi. Ni tukio la kusikitisha wengi, tukio la kushangaza wengi. Mama aliomba msaada, lakini baadhi ya majirani walipotaka kumsaidia, yeye mwenyewe aliweza kuwaambia waendelee na shughuli zao. Saa 11 nasikia mtu anasema la ilaha illallah. Nasikia nao watoto wanalia. Mimi nikatoka, nikasimama pale mlangoni. Namuita mama Rukaiya, nini? Kasema hamna mama, nenda kalale. Kwa upande wake mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kilimanjaro, Mwajuma Abdalla, anakiri kutokea kwa tukio hilo na kuelezea hatua walizochukua. Taarifa tulipigiwa simu na mjumbe mwenzangu kuniambia nije nikimbilie katika mtaa wangu kwa sababu mimi niko karibu hapo nyuma. Kuna tukio limetokea, na kwa tulipofika hapa tukakuta yule mama ameshafariki. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, Alex Mkama, amesema uchunguzi wa awali unaonesha kuwa mama huyo amefariki akiwa kwenye harakati za kutoa ujauzito. Mara mwisho alionekana akiwa na ujauzito mkubwa tu. Kwa hiyo sasa leo amekutwa ndani ya nyumba yake na amebainika baada ya watoto wake kuwa wametoa taarifa. Jeshi la polisi linaendelea kushauri wananchi wenye changamoto za kijamii kushirikisha ndugu, jamaa na marafiki ili kupata suluhu ya changamoto hizo kuliko kujiingiza kwenye vitendo vya kikatili dhidi ya nafsi zao na viumbe ambavyo wanakuwa wamevibeba.